Habari ndugu mtazamaji wa MSTV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika eneo la Dole. Tumekuja kujifunza jinsi ya kuweka mbolea katika mashamba ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupandwa miche. Na kusihi ndugu mtazamaji, ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe wa mwanzo kupata habari zetu. Habari, kwa majina naitwa Castus Damas, ni agronomist kwenye taasisi ya MS Agricultural Services, na tunaendelea na vipindi vyetu, na leo tutajifunza kuweka samadi kwenye shamba ambalo lipo tayari. Na uwekaji wa samadi rasmi huwa hauna ratio kamili, ila kadri unavyozidi kuweka samadi ndivyo unavyozidi kunawilisha ardhi. Na kazi ya samadi kwenye ardhi ni kunawilisha ardhi na udongo au kurutubisha. Na samadi ni mbolea asili ambayo inatokana na viumbe hai, ikiwemo kinyesi cha ng'ombe, cha kuku na kadhalika. Hiyo ndo samadi. Sisi ndo kama hivi tunaweka samadi, na baada hapa tukimaliza hivi tutachanganya. Tukishachanganya, tukiona imechanganyika vizuri na ardhi, tutapiga maji. Baada ya kupiga maji tutasubiri mnamo wa siku 2, kesha ndo tutapanda, na imani itakuwa ishashikamana na udongo na tayari kwa kurutubisha. Na faida ya mbolea asili au samadi zaidi ni kurutubisha ardhi, yaani inarutubisha ardhi, na ili ardhi irutubike vizuri inabidi uzidi kuiwekea samadi ya kutosha. Kadri unavyozidi kuiwekea samadi ndivyo unavyozidi kurutubisha ardhi. Okay, tumejifunza jinsi ya kuweka mbolea katika mashamba ambayo yapo tayari kwa ajili ya kupandwa miche, si ndio? Ndio. Kuna kitu umeelezea kwamba unapoiweka hiyo mbolea unakuwa huweki kwa ratio maalum. Ndio. Ndio kitu ambacho umekielezea, si ndio? Sasa. Je, tunataka kujua kwamba kwa sababu wewe ulikuwa hapo ulikuwa unaweka kwa kutumia mikono miwili. Kwa hiyo je, unaweza kuweka kwa kutumia mikono miwili, unaweza kuweka kwa kutumia mkono mmoja, au unaweza hata ukachukua kopo kwa ajili ya kutia ile mbolea? Hem, tufafanulie hapo. Okay. Kama nilivyotangulia kusema kwa mbolea haina ratio kamili. Kwa hiyo mie naweka kulingana na mashimo haya niliyokata. Yaani kivipi? Okay. Haya mashimo niliyokata, nikisema niweke ndoo moja mbolea itakuwa ni nyingi, japo ndo vizuri na rutubisha ardhi. Lakini hapa naweka ili kufiti haya mashimo. Okay. Ndio. Hapa tumejifunza jinsi ya kuweka mbolea. Lakini tunaona mazao ambayo mnapanda nyinyi ni mazao ya mboga mboga. Je, kwa mazao makubwa, labda kwa mfano mtu anataka kupanda labda muembe, mpera, ndio. Ipoje hiyo? Okay. Kama mtu anataka kupanda mpera au mwembe, cha kwanza inatakiwa achimbe shimo ambalo at least lina futi 2 upana na urefu futi 2. Ndio, lakini yani mantiki yangu kwamba ni process ambazo tunatumia hapa kuweka hiyo mbolea na process ambazo tunataka uweke huko ni sawa sawa au ni tofauti? Okay. Ni sawa sawa, ila tu hapa tumeweka viganja viwili kule kulingana na lile shimo ambalo limechimbwa. Ndio. Ndivyo litakavyotuguide tuweke mbolea kiasi gani. Unaweza kaweka ndoo kubwa, unaweza kaweka hata ndoo 2. Okay. Sasa katika mbolea, je, ikitokezea mbolea ambayo unatumia kuweka katika hayo mashimo ambayo umeandaa, ndio, ikitokezea mbolea ambayo bado haijapoa, je, kuna hatua gani ambazo unataka uzichukue kwa ajili labda ya kuipooza labda hiyo mbolea yako ili miche ambayo unataka kuja kuitia isije ikaungua tuseme? Okay. Kwa mbolea ambayo haijapoa, utaiweka kawaida kwenye mashimo, kesho utaichanganya vizuri. Ukishaichanganya vizuri, utachukua mpira au maji ambayo yanatumia speed. Hasa ningependelea mpira kwa sababu mpira ndio unaweza kwa seti speed yoyote unayoitaka wewe. Ukishachukua ule mpira, utakuwa unapiga maji kwenye yale mashimo lokata. Hakikisha yana speed kana kwamba piga kisawasawa ili iloe haraka na ipoe haraka. Ukipiga yale maji kwa speed, ukasubiria kama siku 2, basi itakuwa ishapoa, unapanda. Twende. Ukishaweka mbolea
na ukishamaliza kuchanganya utasubiria at least kama siku 2. Baada ya hizo siku 2 utapanda. Ukishapanda utasubiria au utahesabu siku 3. Ile siku ya 3 utaweka mbolea za viwandani ambazo ni za kupandia. Kwa sababu tunaweka hiyo kwa sababu ile samadi tuliyoiweka ile kazi yake inarutubisha ardhi. Na hii mbolea ya viwandani tunayoiweka, hii kazi yake inarutubisha mmea au ni chakula cha mmea.